ya hapo nyuma kuanzia 2021 soko lilipokuwa limeanzishwa hili machinga wadogo wadogo, ilikuja ya kulipa kodi ya vibanda. Kwa hiyo sisi tulipokuwa tumeanza ili soko walikuwa wenyewe hawaji kuchukua ile kodi waliotaka wenyewe ya vibanda. Wakawa wameilimbikiza kuanzia mwaka 2021 mpaka 2024. Ndio wakaanza kuja kuchukua hiyo kodi. Walipoanza kuchukua kodi sisi tulijua wameanza 2024 wanajaza kwenye mwaka 2024 hiyo kodi ya vibanda. Lakini wao wanavyodai wanajaza mwaka 2021 ambapo ndipo soko lilipoanza ili la machinga wadogo wadogo. Lakini baadaye tunavyozidi kulipa zile kodi ikaonekana kwamba wanajaza nyuma sisi, wakati tunajua wanajaza ni mwaka 2024. Anapokuja kwangu kuchukua kodi ananiambia nimekujazia mwezi wa 8 mwaka 2021. Wakati huo mimi nimelipa ni mwaka 2024 mpaka 2025. Yeye anajaza mwaka 2021. Sasa baadaye imekuja kuleta mtafaruku kwa sababu inaonekana kwamba hiyo kodi imelimbikizwa kwetu, imekuwa kubwa. Wamekuja 2026 hii mwanzoni mwa mwaka huu mwezi wa kwanza walikuja kwenye maduka yetu, walianzia kwanza kwenye duka langu mimi. Wakafunga lile duka, kuwauliza wakasema tunataka kodi ambayo mimi wakanipigia mahesabu nadaiwa 870,000. Nikawaambia inakueje 870,000? Wakaniambia kwamba kutoka mwaka 2021 haujalipa kodi. Nikasema nilizokuwa nikilipa mlikuwa mnajaza wapi? Wakasema tumejaza kuanzia mwaka 2021. Nikamwambia mimi sijaanza mwaka 2021, nimeanza mwaka 2024. Wakati huo huko nyuma 2021 ili soko lilikuwa ni magofu, watu walikuwa hawatumii, yalikuwa ni mapagara. Je, mnanidaije kodi ya mwaka 2021 wakati yalikuwa mapagara? Wakatuambia kwamba sisi tunachojua hivi vibanda ni vya halmashauri, sio vya kwenu. Tukasema hatujakataa kulipa kodi, lakini natakiwa kutupa utaratibu ulio mzuri kwamba kodi inaanzia mwaka upi. Mtu amepanga jana, wewe unakuja leo unamsomea kwamba anadaiwa 800,000 ya mwaka 2021. Mtu amepanga mwaka 2026, unamsomea kodi ya mwaka 2021 ambayo unamtajia anadaiwa zaidi ya milioni. Je, huyo mtu atalipeje? Na wakati huo tunalipa na pango ya mwenye kibanda, yaani sio pango ya kwao tu, na pango ya mwenye kibanda. Je, atalipeje huyo mtu? Wakasema sisi hayatuhusu hayo mambo. Wamekuja tena, walipofunga viongozi wa soko walienda kuwaomba kwamba tunaomba mtupe muda tuongee na wafanyabiashara tujue tunafanyeje. Wakatupa ndani ya wiki moja. Wakarudi tena. Hiyo ndani ya wiki moja tukakubaliana basi tuanze kulipa, watuambie tunaanzia wapi kulipa. Waliporudi walikuja walikaa hapa sokoni, tuliwalipa zile kodi. Wakakusanya zile kodi wakaondoka. Sasa walivyoondoka ndio wamerudi tena jana, wameanza kufunga maduka bila maelezo yoyote, huwezi kujitetea chochote. Wanakuambia unadaiwa toka mwaka 2021, inatakiwa ulipe. Kwa hiyo mwaka 2021 ilikuja ombi kwamba inatakiwa tulipe kodi shilingi 50,000. Tukawaomba kupunguziwa kwa sababu ni wafanyabiashara wadogo. Wakatupunguzia. Vibanda vya nje vya matofali inatakiwa kulipa kodi 15,000. Vibanda vya ndani vya mbao inatakiwa kulipa shilingi 10,000. Vizimba wao wauza nyanya inatakiwa kulipa shilingi 5,000. Kwa hiyo sasa kwenye hiyo 2021 walivyosema kwamba inatakiwa tulipe shilingi 15,000, hawakuja kuchukua ile shilingi 15,000. Walikaa. Kama unakumbuka, mimi nakumbuka wakati yupo Rais Magufuli alitamka kwamba wewe ambaye ni kiongozi haitakiwi kukaa ofisini, unatakiwa kumfuata mfanyabiashara ukachukue kodi. Unakaeje ofisini unamlimbikizia madeni, baadaye unakuja kumdai, atalipeje hiyo pesa? Na ni mfanyabiashara mdogo mdogo. Lakini hawakufanya hivyo mwaka 2021, 22, 23 hawakuja kuchukua zile kodi. 2024 ndio walianza kuchukua kodi, akiwa anakuja mtendaji na scout. Wanavyokuja tulikuwa tunaripa kwamba anakuambia kabisa wewe huu ni mwezi wa 4 unadaiwa kuanzia wa kwanza, wa pili mpaka wa 3. Unalipa huo mwezi. Sasa hatukujua wanajaza wapi, kumbe daftari lao wenyewe wanavodai wanajaza 2021. Sisi tunachokitaka ni, hatujakataa kulipa kodi. Tunachotaka ni serikali itupe majibu kwamba ili soko sio halali, halipo kwenye mfumo wa masoko, au
yani watupe maelezo mazuri kwamba sisi tufanyeje, tunalipeje hiyo kodi. Kwa mfano masoko mengine wanalipa kwenye, wamewapa zile control number, wanalipia mle. Kwa nini hao wanakuja kukusanya kodi zetu, wanakusanya wanaweka kwenye mapochi yao, alafu wanatuandika kwenye madaftari? Je, lile daftari likipotea? Kwa sababu hilo ndio sababu, ndio maana wanatudai za nyuma. Kumbe ina maana zile hela zilikuwa haziingii huko kwenye halmashauri, zinaingia kwenye mifuko yao. Ndio maana sisi tunachotamani ni serikali itupe, kama ni kulipa kwenye control number, tuingie kwenye control number tulipe, ili isionekane usumbufu kwamba mimi nimetoa, kwa sababu zile risiti zinatoka mbili. Wanaweza kukutolea risiti mbili, anakuambia hela nyingine utaleta. Kwa mfano mimi ni mfano mkubwa, nilipokuwa nalipa hiyo nimeleta shilingi 15,000, wakatoa risiti mbili. Nikamwambia na hii nyingine imeandikwa tarehe hii moja. Wakasema hii utampa fulani ataleta. Wanavyokuja majuzi, mimi nikawa nimeenda ninapowapa hela nyingine, wakasema hii tunajaza mwezi wa 8. Nikasema mbona nilimpa yule mliyemtuma haikufika? Sasa mimi kama mimi nitafanyeje sasa? Na risiti ninayo. Tangu nimehamia kwenye hiki kibanda nina takriban ya miezi 6. Na katika miezi 6 hiyo tayari nimeshailipa. Ina maana deni ambalo ninadaiwa ni kuanzia mwezi huu mwezi wa pili ndio ninaodaiwa, nikiwa kama mpangaji wa hiki kibanda. Nadaiwa kuanzia mwezi huu wa pili ndio naodaiwa, lakini kwa habari ya jana ikaonekana kusema kwamba hiki kibanda kinatakiwa kilipiwe kuanzia mwaka 2021 ndio inatakiwa nitoe. Na uliza kwamba ni shilingi ngapi, wakaniambia kiasi cha shilingi 714,000. Majina naitwa Kisa Julius Nzunda, ni machinga wa soko la Ichenjeza mkoa wa Songwe Vwawa. Ilikuwa ni kama ni mwezi uliopita, walikuja watendaji. Walifunga baadhi ya maduka huko nje. Walipofunga baadhi ya maduka huko nje, wakaondoka na mwenyekiti wetu au serikali ya soko ikaenda kaongea nao, wakafungua yale maduka. Walikuja tena wiki iliyopita, wakasema kwamba tunataka tukusanye kodi kuanzia mwaka 2021 mpaka 2026. Tulilipa kutokana na kila mtu na uwezo wake pale alipolipa na pale alipojaliwa kutoa kile kipato ambacho amepata. Lakini jana wakaja tena wakafunga tena baadhi ya maduka huko nje. Walipofunga maduka huko nje, wakasema kwamba muda umeisha, watakuja kesho ambao ndio leo humu ndani. Lakini sisi kama wafanyabiashara wadogo wa machinga wa soko la Ichenjeza tukasema sio vizuri kwamba wenzetu wamefanywa kitendo cha kufungiwa maduka na sisi tuendelee kufanya biashara. Kwa hiyo tukaona na sisi humu ndani tufunge maduka. Lakini katika hali ya kufunga maduka tunahitaji pia msaada wa serikali utusaidie, kwa sababu ukisema mtu alipe kodi kuanzia mwaka 2021 mpaka 2026, wengi wao humu ndani tunafanya biashara za mikopo. Naenda benki unakopa hela huko kwenye vikoba, unatakiwa urudishe kila mwezi au baada ya wiki unatakiwa urudishe marejesho. Sasa hiyo hela kuanzia 2021 mpaka 2026 inakuwa ni ule unatakiwa, hiyo hela ambayo unatakiwa ulipe kule marejesho unatakiwa uwalipe wao. Na hawataki kodi ya kuanzia mwaka 2026, wanataka kodi kuanzia mwaka 2021. Kwa hiyo wengi wao tunajikuta kwamba tunakwama, hatuna huo uwezo wa kufanya hivyo. Alichotuambia DC ambacho yeye ndio maagizo aliyoyaagiza kwamba wale wote ambao vibanda vimefungwa mpaka walipe yale madeni yote yaliyoainishwa ndipo wafunguliwe vibanda vyao. Otherwise mtu aamue kuingia mkataba yeye sasa kwenye kile kibanda, kama umepangishwa wewe, manake wanasema ukachukue mkataba wapi? Halmashauri. Lakini kwa busara sana tumeomba mheshimiwa, hili jambo tulikuwa tunaomba wakati tunaendelea kulizungumzia vizuri, biashara za watu zifunguliwe ili tuwe na muda mzuri wa kuweza kulifafanua, kwa sababu hata uchukuaji wa kodi zenye hizi unaonekana hauko vizuri. Tuweke utaratibu mzuri, mtendaji anapokuja kuchukua kodi achukue kodi ambayo hata yule mtoa kodi anajua ninatoa kodi ya mwezi gani na mpaka lini. Tofauti na sasa hivi mtendaji anakuja anachukua kodi na kuna watu wanalalamika, kuna watu tumelipa hela lakini risiti hatuna. Uongo kweli? Pale tunapoona mfanyabiashara haendi sawa sawa, tuna haki ya kusema. Hatuwezi kuficha kuogopa kusema kwamba eti tutaogopa. Kuna mtu tunaye humu, kila zuri tunalolijenga yeye anawapelekea, anawaambia
Sasa hapana, tunazungumza kwamba sisi majibu ya DC hatujalizika nayo, kwa sababu hii nchi ina viongozi wengi. Kutoka DC kuna mkuu wa mkoa, sawa bwana. Wao tumesema hivi kwa kauli yetu moja, kama viongozi wenu tuwasikilize na nyinyi, kwa sababu maagizo tulopewa kwamba nyinyi wengine muendelee kufanya biashara kwa ndani. Maana sasa sijui tena watapita kufunga kama walivyosema, maana sasa hapo ndo hatuelewi. Ila hao waliofungiwa mpaka walipe hela ama waingie mkataba mpya. Sasa unaingiaje mkataba mpya wakati hujamaliza tatizo la kwanza? Sisi kama viongozi hatukatai kulipa kodi. Lengo letu, kwa nini watu wamefungiwa nini vibanda? Basi lengo wafunguliwe wale vibanda, alafu utaratibu mwingine uendelee. Lakini imeonekana kabisa wamekataa kwamba kama mtu anataka afungue kibanda aenda kajaze mkataba pale kwamba yeye ndiye mwenye kibanda kile. Lakini alikuwa kusudi letu sisi watu wafunguliwe, walipe angalau kwa awamu, mwisho wafanye nini, wamalize ile deni lao. Swala inakuja, yani uwe mpangaji usiwe mpangaji, wanachotaka ni hela ya kuanzia mwaka 2021. Sio kama tunaelewana? Kwa hiyo mpangaji yule kama ulipanga kwangu, maana yake ukaongea na yule aliyekupangisha hajalipa kule, maana yake iwezekane wewe ndio ukajaze mkataba ili madeni yote yale ulipe wewe, kibanda wewe ndio unakitumia kile kibanda. Hapa mnaongea nyinyi wenyewe, unasema hatuwezi kufungua. Sio kama tunaelewana? Unasema hatuwezi kufungua mpaka wenzetu wafanye nini? Wafunguliwe. Kwa maana hiyo sasa sisi kazi tunayoifanya hatufanyi kazi yetu, si ndio? Tunafanya kazi yenu. Maanake saa hizi hatutakula, maanake tunyanyukaji. Si ndivyo mnavyotaka? Nadhani wenzangu wameshazungumza hapa na wala hatuwezi kurudia yale waliyozungumza. Kikubwa ni kwamba tulioenda nayo hajapokelewa, yaani kiufupi hajapokelewa. Na kama hajapokelewa, sisi kama wafanyabiashara wa soko la Ichenjezia bado tuna wakati mgumu, kwa sababu majibu tuliopewa ni kwamba kama una vitu kwenye ofisi yako, basi unaweza kumwomba afisa mtendaji au afisa biashara akaja kukufungulia, ukabeba mizigo yako ukajua cha kufanya. Sasa sisi tukiwa kama Watanzania ambao tunajipambania kupitia kazi hizi ndio tunazolelea watoto, kupitia kazi hizi ndio watoto wanasoma, lakini kupitia kazi hizi tunauguza watu. Mimi nadhani serikali ni pana na viongozi wako wengi na busara na hekima tumetofautiana. Kwa hiyo sisi mmoja kuleta mrejesho tu kwamba tumepewa mambo 6 wenzangu wameyazungumza hapa, lakini kiukweli tulichoenda nacho hakijapokelewa. Changamoto ambayo imejitokeza siku ya jana pale kwenye soko la Ichenjezia, sisi kama serikali tunaifahamu, na kilichopo pale ni kwamba ni halmashauri imefanya operation ya kuhakikisha kwamba wadaiwa wote, wafanyabiashara ambao hawajalipa madeni yao kwa muda mrefu wanafuatiliwa ili kuweza kulipa madeni hayo. Lakini kubwa ambalo limejitokeza pale ni kwamba wengi wa wafanyabiashara ambao wako pale ni watu ambao wamenunua vile vibanda, wamekodisha vibanda kutoka kwa watu ambao walikuwa na mkataba na halmashauri. Kwa hiyo mtu unakuta alikuwa na mkataba na halmashauri tangu mwaka 2021 wa kulipa labda shilingi 15,000 kwa mwezi. Ameweka malimbikizo yake muda mrefu sana, na baada ya kuona anadaiwa amekodisha kile kibanda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo changamoto inayojitokeza ni kwamba yule ambaye amekodisha kibanda kwa mtu ambaye alikuwa ana mkataba na halmashauri anakuwa anasema atambui lile deni. Lakini kimsingi ni kwamba sisi tuna mikataba na wale watu na madeni yote yapo kwenye mfumo. Orodha ya vibanda na majina yao yapo kwenye mfumo. Kwa hiyo wale wafanyabiashara ambao wako pale asilimia kubwa ni wale ambao wamekodisha kutoka kwa watu ambao walikuwa wana mkataba na halmashauri. Na kinachotokea pale ni kwamba mtu amekodisha kile kibanda anatakiwa alipe kwa mwezi shilingi 15,000. Anakipangisha kwa mtu mwingine anamchaji shilingi 70,000. Yule mwananchi ambaye amepangisha kwa mtu mwingine yeye anamlipa 70,000 kila mwezi yule ambaye amempangisha. Lakini yule ambaye anachukua zile 70,000 yeye halipi zile hela kwa halmashauri. Kwa hiyo mwisho wa siku makubaliano yale ambao wamefanya wao ni makubaliano ambayo sisi tunatambua kama serikali. Sisi tunafahamu kwamba mmiliki kibanda yule ambaye tumemkodisha. Kwa hiyo tutakaye mkuta pale kwenye biashara ndio huyo ambaye anaoperate ndio ambaye tunamdai sisi, anatakiwa atulipe sisi kodi yetu
ya kila mwezi. Kwa hiyo maelekezo ya serikali ni kwamba kuhakikisha kwamba kila mtu anafanya biashara na analipa kodi zile stahiki ambazo anapaswa kuzilipa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaonewa isipokuwa ni kutekeleza sheria. Lakini pia leo tulikuwa na kikao asubuhi na wafanyabiashara hao, viongozi wao, nikatoa maelekezo mahususi ya serikali, nikasema lengo la serikali sio kuwaumiza wafanyabiashara, sio kuwasumbua, sio kuwaonea wafanyabiashara. Kimsingi ni kwamba zile fedha zinapaswa zilipwe. Lakini maelekezo yangu ambayo nimeyatoa kwa halmashauri ni kwamba ni kila mfanyabiashara ambaye biashara yake imefungwa aje halmashauri, aingie makubaliano na halmashauri namna gani atalipa zile fedha kama hataka kuendelea kuwa mpangaji wa halmashauri kwenye vile vibanda. Kwa hiyo nimetoa maelekezo yao, wafanyabiashara wote wameanza kufika hapo, wanasaini mikataba na halmashauri, na wale ambao wameshasaini mikataba na wamekubaliana watalipaje lile deni, wanaendelea kufunguliwa biashara zao. Kwa hiyo lengo ile ni kuhakikisha kwamba zile fedha zinalipwa, kwa sababu watu ambao wamepangisha vile vibanda wamevipangisha kwa watu wengine na wanaendelea kukusanya fedha bila halmashauri kupata chochote. Kwa hiyo kwa kupoteza mapato ya halmashauri tumeamua kuchukua hatua hiyo ili kuhakikisha kwamba fedha zinapatikana. Lakini maelekezo mengine ambayo tumetoa kama serikali ni kwamba wale wote ambao wana bidhaa zao ndani, bidhaa zile waruhusiwe kuzichukua ili vibanda vibaki vitupu, kwa sababu wao vile bidhaa ambao wanauza haihusiani na ile frame. Kwa hiyo tumetoa maelekezo kwamba mtu kama ana nyanya zake, ana viazi vyake, afunguliwe, atoe bidhaa zake, akaendelea biashara yake sehemu nyingine, lakini vibanda vibaki, kwa sababu vibanda ni mali ya halmashauri. Hakuna mtu ambaye ataendelea kukaa pale bila kulipa zile kodi za halmashauri. Kama kuna mfanyabiashara ambaye yuko pale, ana kibanda, anaendelea anachofanya nacho biashara, ana nafasi ya kuja kusaini mkataba ili yeye analipa zile fedha halmashauri. Kwa sababu anapoendelea kumpa huyo jamaa hela, ni kama vile anaitupa tu hiyo hela. Kwa sababu deni huku linaendelea kusoma. Na mwisho wa siku atalibeba mwenyewe ile deni. Kwa hiyo ni bora ili jamaa nyanya zake. Lakini ukimfungulia biashara iendelee, halipi. Na ndio maana mwanzo umeshindwa, kwa sababu ulikuwa wanaongea nao tu hivyo kama tunavyosema. Sasa leo hapa watu wanahangaika. Ukiona hivi sijui mara hivi ni kwa sababu pamefungwa. Lakini ya kuongea wiki iliyopita walienda wakaongea, lakini mbona hawajalipa? Kwa hiyo lengo la serikali ni kwamba ni kuhakikisha kwamba wale wananchi wanaona umuhimu sasa wa kujua kwamba natakiwa nimlipe kodi nani. Kwa hiyo waje halmashauri, tufanye nao mikataba, atakuwa analipa shilingi 10,000 yetu kila mwezi. Mimi sitaki kuamini kama mtu ashindwa kulipa shilingi 10,000 pale kwa mwezi. Sitaki kuamini. Ni kwamba tu watu wameona kwamba ni fursa ile na nini. Na sitaki kuamini kama ile mfanyabiashara pale hawezi kulipa hiyo hela, isipokuwa kwa sababu zile hela anazipa kwa mtu mwingine, ndio maana inakuwa shida. Na kiongozi mzuri kama muungwana, hata kama una frame zako 5, ungekuwa unajua kwamba hii 10,000 itanitaka hela, ungekuwa ilipa mwenyewe kila siku. Ila kwa sababu waona hii la serikali, na sasa ndio shida ni kwamba deni linazidi kuongezeka, lile lina accumulate.